Kivuli cha msitu wa Kiza, kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Kelvin. Alikuwa jasiri lakini mwenye moyo wa upendo sana. Aliishi kwenye kijiji kidogo kilichokuwa karibu na msitu mkubwa uliokuwa unaitwa msitu wa Kiza. Watu wa kijiji waliogopa sana msitu huo kwa sababu usiku kulikuwa unasikika sauti za ajabu kama vilio, minong'ono na wakati mwingine watu walidai kuona vivuli vikitembea. Siku moja mchana, Kelvin alikutana na msichana mzuri sana aitwaye Sara. Sara alikuwa mpole na mwenye tabasamu la kuvutia. Walipoanza kuzungumza walihisi kama wamejuana kwa miaka mingi. Polepole wakaanza kupendana. Lakini kulikuwa na siri moja ya kutisha. Usiku mmoja Sara alimwambia Kelvin kwa sauti ya hofu, Kelvin, kuna kitu kibaya kinatokea kwenye kijiji. Watu wanaanza kupotea mmoja baada ya mwingine, na kila anayepotea alionekana mara ya mwisho karibu na msitu wa Kiza. Kelvin hakutaka kumwacha Sara katika hofu hiyo. Akaamua kuchunguza. Usiku uliofuata walitembea pamoja hadi karibu na msitu. Upepo ulivuma polepole na miti ilianza kutoa sauti kama watu wanaolia. Ghafla, kivuli kikubwa kilionekana katikati ya miti. Kilikuwa kirefu sana. Macho yake yalikuwa yanang'aa kama moto gizani. Sauti yake ilikuwa nzito kama radi. Ni nani anayethubutu kuja hapa? Sara alitetemeka na kumshika mkono Kelvin kwa nguvu. Lakini Kelvin hakukimbia. Alisema kwa ujasiri, tumekuja kukomesha hofu hii. Kijiji chetu hakitaishi tena kwa woga. Kiumbe kile kilicheka kwa sauti ya kutisha mpaka ardhi ikatetemeka. Lakini Kelvin alikumbuka maneno ya babu yake, uovu hawezi kushinda moyo uliojaa imani na ujasiri. Akasimama imara na kuanza kuomba kwa moyo wote. Ghafla upepo mkali ulipiga na nuru kama mwanga wa asubuhi ukaonekana katikati ya msitu. Kivuli kile kikaanza kupiga kelele kwa maumivu. Siwezi kushinda. Ndani ya sekunde chache, kivuli kile kikatoweka kabisa kama moshi. Msitu ukawa kimya. Ndege wakaanza kuimba tena na hewa ikawa nyepesi kama vile laana ilikuwa imeondoka. Sara alimkumbatia Kelvin kwa furaha. Macho yake yalikuwa na machozi ya furaha. Wewe ni shujaa. Kuanzia siku hiyo kijiji hakikuogopa tena msitu. Kelvin na Sara walizidi kupendana kila siku na baada ya muda wakaoana. Watu wa kijiji walikuwa wakisimulia hadithi hiyo kwa vizazi vyao.